pendant que ta grâce. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Kwa majina ni Baraka Mtwali Blessing. Niko mtoto wa Mtwali Mahoi na mama Giselle Keke. Na niko katika kanisa la Assemblée Chrétienne de Pentecôte et des Missionnaires dans le monde, paroisse Mulima Mtakatifu Afya Bora. Mina keti na kuongozwa chini ya mafuta ya Reverend Pastor Gershon Bayoya na mama Neema Kalabukile. Shukrani zangu za kwanza mimi nazipeleka kwa Mungu muumbaji wa mbingu na dunia ambaye ametufanya tufike siku ya leo. Pia shukrani yangu ya pili mimi nashukuru baba mchungaji Pastor Gershon Bayoya ambaye anaendelea kutuweka tena, anaendelea kutushauri ama kutunyenyekeza chini ya wokovu. Tunasema Mungu apate kubariki. Amen. Pia shukrani yangu ya tatu mimi nashukuru mwalimu wangu Fe Agisha Chiraka Vula Patrick ambaye alinifunza toka chini mpaka hapo nimefika. Nasema Mungu wa mbinguni apate kubariki sana. Kitabu kia Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wake wa 2. Soma katika jina la Yesu Kristo. Basi utaikumbuka siku zote Bwana Mungu wako alikuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu yaliyo moyoni mwako, kama utazishika amri zake au sivyo. Amen. Mimi na somo nzuri ambao nilitaka kukufunza mchana wa leo, ambao nasema anguko katika msimu wa mafanikio. Yaani maanguko wakati unafanikiwa. Ulipokuwa hujafanikiwa, kulikuwa malengo ambayo ulikuwa na lenga ama ulikuwa nasema nikifanikiwa nitafanyia Mungu hivi. Lakini ulipofanikiwa ukasahau hata malengo uliyoomba kwa Mungu. Na kilichotuma mchungaji wako akeshe kukuombea ni wakati aliposikia malengo yaliyo moyoni mwako, akaona yakitimia utafalia ndugu, kanisa, pia utajifalia na wewe. Lakini ulipofanikiwa ukasahau hata hayo malengo, ukasahau wapi ulipotoka na wapi umefika. Kwa maana ni Mungu ndiye alikutoa huko, hati ulipo ni Mungu. Na kinachotuma uanguke katika msimu wa mafanikio ni wakati hiyo mafanikio unaipa nafasi kubwa katika moyo wako. Maandiko nasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Tumesoma katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati. Unaona Torati maana yake ukumbusho. Kwa nini Musa akumbushe wana wa Israeli? Kwa sababu aliona mji wa ahadi umekaribia. Ndio akaamua kuwakumbusha sheria na amri za Mungu kwao. Torati sura 8 mstari ule wa 2. Asema nawe utakumbuka njia yote ambayo Bwana Mungu wako alikuongoza jangwani miaka ya 40, ili akutweze. Kiswahili kingine anasema ili akunyenyekeze, kukujaribu kama utazishika amri zake au sivyo. Mimi nikaelewa kwamba kumbe kuko nyingine jaribu inakuja kwako, c'est parce que Mungu akupime. Kumbe kwa jaribu nyingine haikuja kuua, lakini inakuja parce que Mungu akupime kama utazishika amri zake au sivyo. Na kwa bahati nzuri Mungu anaheshimu neno lake kupita hata jina lake. Akisema neno sharti alitimize. Acha nikwambie, hata upite katika jangwa miaka 40, hata upite katika jangwa miaka 100, lakini kuko siku Mungu atakuja kukungarisha. Na watu wataelewa kwamba Mungu wetu anaweza kutosha mtu chini na kukupandisha yule. Wataelewa kwamba Mungu wetu anapaswa kufanya mambo ambayo yanapita tofauti za wanadamu. Acha niambie mtu mmoja hapa, hiyo mafanikio unayotafuta katika Mungu utayapata kwa sababu tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Lakini ukishapata haya mafanikio, hapo usiseme moyoni mwako kwamba ni kwa nguvu
moyoni mwako. Aseme linda roho yako kuliko vyote vilindavyo, kwa sababu ni moyo ndio unapatia mafanikio nafasi katika mwili wako. Kama haupatie mafanikio nafasi katika mwili wako, ina maana neno la Mungu ndio litajaa ndani yako. Na kusahau Mungu inatokana na kuona kama mafanikio yanatokana na nguvu zako. Ile nguvu ulio nayo, kuna mtu ambaye Mungu ambaye alisaidia. Samsoni wakati anaona mafanikio ya nguvu zake, akaanza kuwaza ni nguvu zake ndio zinatuma anafanya mambo makuu. Akasema kama kuna Mungu ambaye anamupa kampani mpaka afikie pale, huko Mungu mwenyewe anamsaidia. Kwa Mungu ambaye anamsuteni mpaka hapo ambapo amefika. Akasema kama nguvu zake walizimu, lakini kulikuwa sharti ambayo iliwepo katika nguvu zake. Kwamba siku utanyola nywele zako, na ndio siku nguvu zako zitatoa ulio nayo. Kitu ambacho unapaswa wewe katika akili, kuna Mungu ambaye anakusaidia. Basi kuko watu wanatafuta kukushinda. Ile njia unapatiaka hapo, kuko wanakufiaka hapo. Pale unatoshaka, kuko wanakufiaka. Wewe umepata, wewe kama kuko Mungu mwenyewe amekusaidia mpaka hapo. Kilichofanya Nebukadneza afike hatua ya kuchukua kikombe cha hekalu ni kwa sababu mafanikio yalimchanganya. Alipofanikiwa akaona kwamba ni kwa nguvu zake ndio amepata mafanikio yale. Akaona kwamba ni kwa uwezo wake ndio amepata utajiri. Ikafika anafika hatua ya kuchukua kikombe cha hekalu. Kufika katika kikombe cha hekalu ilikuwa interest. Lakini akafika juu ya mafanikio. Unapobarikiwa, njoo kama kuna Mungu anayechangia baraka zetu. Basi kama haiko Mungu, haukitoka mahali ulipo mpaka mahali ulipo.